Shamba mwingine maswali yako bwana. Sasa unauliza nenda wapi alafu unajua kama naenda kazini? Kazi ipi? Sasa mke wangu. Kwa hiyo pia siku napotoka hapa nyumbani. Sina kazini hapo. Sasa inakuwaje unauliza tunaenda wapi? Kwa mume wangu anakujua vizuri wewe. Uendi kazini. Utakuwa unaenda kwa hao wanawake zako. Sasa nisikilize. Leo hakuna cha kwenda kazini. Ushalipia kingamzi tayari. Pita wengine ndani. Kaangalie kombe la dunia. Safi kabisa. Wewe. Yaani katika watu waliokuja kukopa hela kwenye ofisi yetu, wewe ni msumbufu. Kulipa utaki. Tukikufuata tukukuti. Tukipita hivi we hivi. Leo tumekuja. Yaani hatuna maongezi mengi na wewe. Tunachohitaji ni pesa yetu. La sivyo kama huna cha kutupa, naomba tuingie ndani tuchukue chochote kile chenye thamani na pesa yetu sisi tuondoke. Kaka usiseme hivyo. Samani kwanza. Lakini mbona niliwapa taarifa? Zile pesa sio kama sisi tulikupa, bali ulikuja kuchukua mkopo kama tulikupa, sawa? Kwa hiyo tunachohitaji ni pesa, au kama huna pesa tuingie ndani tuchukue chochote. Mimi mwanzo nilipata msiba mkoani. Na hizi siku ambazo mlikuwa mnakuja mnikuti, nilikuwa nimeenda mkoani msibani. Kuweni hata na huruma kidogo basi. Masuala sisi sio ya msiba, sisi hayatuhusu kabisa. Sisi tunataka tuingie ndani tuchukue kitu chochote cha thamani. Kwa hiyo hatuna mjadala na wewe. Haswa? Hatucheki na wote. Nataka hela. Hapo unajua muda mwingine mke wangu wako anaongea lakini yeye bado kufikia ambacho anakiongea kwa sababu unaniambia nikaangalie kombe la dunia ndani. Sasa hivi. Haya, ile kombe la dunia mimi nakula. Nashiba ile. Haya. Mimi na njaa sasa hivi. Nataka kula. Anipike chakula. Nataka chakula? Sema chakula chenyewe hakuna mwanangu. Mbona jibu nao alafu naambia nisiende kazini. Manake ni mwanangu. Mimi nakujua vizuri, utakuwa uendi kazini. Utakuwa unaenda kwa hao wanawake. Ni shida mke wangu. Wako nao hivi sana. Na wewe hivyo wako na mwingine wako napelekea wako na yani mimi naona napata shida. Na nishakwambia kabisa mke wangu. Mpaka na Mungu kwa. Acha wanawake wengi. Unajua alafu mimi nimetulia. Hivi unaponiangalia mimi nafikiri mimi ni kila mwanamke ambaye babani nataka kutana babani ndatembea naye. Yangu. Afuji mzuri sana. Ndio kuna namna ya kuangalia na kuona mbali. Unajua naona yani mtu ambaye was very beauty. Tena unajua na kuangaliaga afu nakufurahisha na nani? Na msanii mmoja anaitwa Sikito. Basi mimi naomba tukaongee na mama. Namsikia. Kaka. Yaani wewe uongee naye. Kuna maongezi tu nataka tuongee. Yaani kwenye hela sitaki ujanja mwanangu. Yaani kwenye hela ujanja. Sawa. Wow, unajua hili. Wewe kumsikiliza ladies first. Sawa. Sawa. Koma. Haya. Ongea na kusikiliza. Sasa pia kaka. Unajua yule mwenzako anaongea sana. Alafu nashindwa hata kumuelewa. Asa mimi nikuita hapa nikwambie jambo moja. Subiri kwanza dadangu. Usinipotezee muda. Umenitoa kule umenileta hapa. Kwa hiyo nenda kwenye pointi. Sitaki mara kimepanda kimeshuka. Sitaki hizo pigo. Nenda kwenye pointi sahihi. Teremka. Sasa jamani, si ndio nataka nikwambie kilichonifanya nikulete hapa, maana yule mwenzako na hisi mnafiki. Ongea sasa, wala sikuelewi, wala nini? Hivi samani kwanza kakaangu, kwanza unaitwa nani? Maana unanikopeshaga mkopo afu sijajua unaitwa nani.
Mambo la jina inakuhusu nini jina langu wewe? Wewe umeniita hapa kuniuliza jina au umeniuliza hapa kuna kitu nataka kusema? Mbona sikuelewi mwanamke? Anyway, hivi unajijua kama wewe ni handsome boy? Wani wanawake na wajua. Kwa hiyo umeona kunilagai handsome mrefu. Bwana refu hapo wengi. Yaani wewe ni mzuri. Kwanza yule mwenzako umemwona alivyokuwa na komwa? Yaani yule mbaya. Yaani wewe mzuri. Sasa hii tai yako ndio inanichanganya. Wewe vipi wewe bwana unapoteza muda marangu? Hapo kuja sibili. Sasa umesikia? Yaani mimi nimetokea tu kukupenda. Kweli? Lakini usimwambie yule. Sema asikie, mbona ni mbea. Kwa hiyo kama unipenda, unipende mimi. Alafu kupendezesha wewe. Usiona nyumba yenyewe unaokaa. Tutakubadilisha hapa. Nakupika Masaki. Kweli? Yule acha. Ndio kama unakaje Kiswahili. Sasa mimi nimeoa msanii. Kwa hiyo si kitu ndani ya nyumba yangu. Kwa hiyo nafahamu na si kitu. Namna kuangalia kutabasamu. Ndio nimaliza kabisa. Kwa hiyo siwezi hata hivi nikatoka na mwanamke eti nje yoyote wakati nyumbani na sikitu wangu. Kiangu. Nakupenda sana. Sawa. Relax. Acha nikafanye kazi. Ili nije tuishi. Kuna dunia ilipo. Baadaye nikija na mapocho pocho tutaangalia kama dunia kutumeinua mikono. Acha nifanye siku njema. Unanifanya mimi mjinga? Nakujua vizuri wewe. Sasa leo mguu kwa mguu wangu. Tunafatana, tunaenda kutafuta wote. Simchanganye. Sasa sikia ba mpenzi. Unaonaje tukaenda? Asa ndani hauna mume kweli? Mimi niko single. Sio unaingia ndani unakuja kupigika mbele ya watu, unakuja kupaka mafuta huko ndani. Mimi niko single ndio maana nimekupenda wewe. Sema kama kuna usalama tuingie. Basi tuondoke. Maana naona kashaanza kuubu mwenzako. Yule achana naye. Kwanza ni mnafiki yule. Kwa hapo kuibia simu. Tunakofanya kazi yule. Hela yake ni anapata ndogo. Mimi napata kwa mwezi napata 600. Kwa hiyo kupendezesha yeye. Naamini mimi. Oya vipi tena? Naingia ndani kwenda kuchukua TV. Wewe nisubiri hapo. Nisubiri hapo. Yaani wewe uingie ndani. Mimi nibaki nje. Jamani, kwani sikakwambia naenda kuchukua TV na kumsubiria au kuondoka? Dada tulia kwanza. Wewe toka lini wewe tunaachana mimi na yeye? Yaani wakati tuko hivi. Bacha, shida nini? Nenda kuchukua TV tunaondoka sasa hivi. TV tu. TV tu basi. TV. TV tu? Hamna kingine. Hakuna kingine kinachoendelea. Sikiliza. Tulia kwanza nikampe TV. Haya. Pesa ya chakula. Mpigie basha yako. Mwambie kutumia pesa ya chakula. Ila kuhusu mimi siwezi kukupa pesa ya chakula. Mwanangu wewe mnafiki sana mwanangu. Mwanangu wewe mnafiki afu nakumind kichizi. Daizo, wewe ni mwanaume. Funguka, ongea shida nini rafiki yangu? Kwa jifanya ujue unachokifanya, Snake. Yaani uelewi maana yake hapo uelewi ambacho kinaendelea, Snake. Daizo, najua sikuelewi. Wewe funguka tu. Yaani mwanangu katika wanafiki, wewe mnafiki namba 1 mwanangu. Yaani kabisa una akili zako timamu, unakwambia mke wangu eti mimi nipo kwa demu. No.
Unanijua mimi ninavyoishi na mke wangu wewe? Unajua mimi napitia hadi gani na mke wangu? Wewe nimetoka naye mbali yule mwanamke. Alafu nakuchukia mpaka nakuchukia tena. Nakumaindi kichizi. Si unanisoma? Unajua najaribu kukuelewa Daizo, lakini nashindwa. Ni kweli mimi nilionana na mke wako na akaniuliza kwamba wewe jana usiku hujalala nyumbani. Nikamwambia hivi, Daizo aliwahi kutoka na mimi mke wangu alikuwa amenipigia kwamba mtoto anaumwa, ikabidi nipitie duka la dawa. Sasa leo unakuja kuniambia kwamba mke wako amekwambia mimi nimemwambia kwamba wewe ulikuwa na mwanamke. Kivipi tena? Hugombanishe na nani wewe? Yaani eti kama ungekuwa unajua shida ambazo zinapitia kwa mke wangu. Kila siku mimi napigwa mwanangu kwa sababu yako. Yaani jitahidi basi ni beta muda kidogo basi niende kwa madem, lakini wewe mwanangu mnafiki. Mimi nikajua mwanangu na akili bonge. Kumbe bonge nyanya. Bogas. Siwezi kuvunja sheria cha kikao cha mwisho tulichokaa wanaume. Na sheria 10, sheria ya mwisho kabisa, hautakiwi kumhudumia mwanamke aliyokusaliti. Kwa hiyo kuhusu pesa yangu sasa kukupa wewe, you never know. Hautokaa uione kamwe. Lakini mume wangu nisikilize basi. Oya bro, kwanzia leo mimi na wewe urafiki wetu umekufa. Na kingine, yaani kama mke wangu akiondoka nyumbani kwa sababu yako, oya Waibonge, unakuja kuwa mke wangu nyumbani, unanifikia macho makubwa, akili una. Fuck you. Yaani Daizo leo kuniambia hivyo, na mimi nikae mkeo? Nashukuru. Lakini unakumbuka kwa umenitukana. Fuck you too na wewe.